Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ridhaa yake, akiwa ni mchezaji namba moja katika taifa hili, alikubali kumlipa mshahara kutoka kwenye pesa zake binafsi kuhakikisha kwamba Gamondi anaendelea kuwa kocha wa timu yetu ya taifa. Kocha huyu kuwepo kwake kwetu kumeturuhusu kupitia ushirikiano wa BMT wakishirikiana na TFF kuhakikisha kwamba tunatoa fursa kwa watoto wa Kitanzania walioko ndani ya nchi na walioko nje ya nchi wawe sehemu ya timu yetu ya taifa kwenye maandalizi ya AFCON 2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kukujulisha wewe pamoja na bunge lako tukufu ya kwamba tayari tuna vijana wa Kitanzania zaidi ya 60 waliopatikana duniani kote ambao wako tayari kurudi Tanzania kuipigania heshima ya nchi yao kwenye mapambano ya AFCON 2027. Tumempa nafasi kubwa Mheshimiwa Gamondi na timu yake nzima ya ufundi wafanye kazi ya kuchagua. Naelewa iko tamaa au shauku kubwa ya kwamba angalau kila jimbo liwe na mtu wa kuwakilisha, lakini sisi tumekubaliana kama wizara tutarudisha tena mashindano ya Taifa Cup, mashindano ambayo yataibua vipaji vya vijana kutoka katika ngazi ya chini walioko kwenye mitaa yetu, walioko kwenye kata zetu, walioko kwenye wilaya zetu watashiriki, na kupitia Taifa Cup tutapata nafasi nzuri ya kuona wachezaji wakubwa wazuri ambao watakuja kuchezea kwenye vilabu vyetu vikubwa. Lakini kwa sasa, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumruhusu Gamondi na timu yake ya ufundi waendelee kuwatafuta na kuwatambua vijana wenye vipaji ili asuke kikosi kizuri kitakachoweza kufanya kazi nzuri zaidi. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, Daktari Samia hajatoa tu fedha kwa ajili ya ujenzi wa uwanja. Tumemsikia waziri wetu wa TAMISEMI katika upande wa barabara za TARURA, lakini pia angelikuwepo waziri wetu wa ujenzi Mheshimiwa Ulega angetaja pia pale Arusha tayari tumesha saini mkataba na tayari wananchi wanalipwa fidia ili kupisha mkandarasi afanye kazi kwa ajili ya ujenzi wa barabara zinazoelekea kwenye eneo husika la uwanja wetu, na ndivyo inavyofanyika pia katika maeneo ya upande wa Zanzibar katika viwanja vile vya Fumba. Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee tena katika upande huu wa michezo. Tumebaini jambo moja kubwa, na waheshimiwa wabunge mtakuwa mashahidi. 95% ya walimu wa michezo walioko shule za msingi na sekondari hawana basic ya michezo yenyewe. Wamechaguliwa kutokana na interest zao tu. Wala kuangalia na kuona wewe mwili wako kama hivi walibariki kingu, unaonekana kama kijana hivi mtanashati, wanasema hivi unapenda michezo, sema yeye anapenda Simba na Yanga, basi wewe utakuwa mwalimu wa michezo. Kwa hiyo tuna upungufu wa walimu wa michezo katika shule za msingi na sekondari zaidi ya walimu 10,000. Sambamba na hivyo tuna upungufu wa marefa, tuna upungufu wa makocha. Kwa hiyo sisi kama wizara tumekubaliana, na naomba kuwashukuru sana waziri wetu wa TAMISEMI, kumshukuru sana na waziri wetu wa elimu. Tumekubaliana kuendesha programu 2-3 ndani ya kipindi kifupi tuweze kupata matokeo. La kwanza, tumekubaliana kuunda timu ya pamoja ya Wizara ya Elimu, Wizara ya TAMISEMI na wizara yetu ya michezo kupitia chuo chetu cha Maria ili kuhakikisha tunatengeneza programu za muda mfupi na za muda mrefu kwa ajili ya kuwabadilisha walimu wetu hao wa michezo wawe na knowledge ya michezo wanaposimamia michezo katika shule za msingi na sekondari.